Okay, na tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kwanza ningependa utufahamishe upi utofauti wa dabi wakati kipindi wewe unacheza na sasa hivi kwa jinsi ambavyo umeona. Tofauti sasa hivi unakuta distance iko karibu sana tofauti na zamani. Zamani unakuta dabi almost maandalizi yake ni kama wiki mbili. Almost mwezi mzima unajua kabisa ligi inasimama au kuna baadhi ya mechi inasimama mjiandaa na dabi. Lakini leo hii unakuta ni simple, nayo nimekuwa ni simple tu yani. Tofauti na zamani yani. Okay. Sasa kwa kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 3 mwezi wa 5 ni dabi aina gani ambavyo wewe unaiona? Mimi naweza nikasema hii ni dabi ya tension. Kwa sababu hakuna kitu kimoja kibaya sana kwenye mpira the way mnavyowekwa kama majanti wawili. Huyu mwenzako kisha kutangulia zaidi ya mara 3, the way mnapokuja ku revenge ujui unakuja na staili gani. Ukija na staili yoyote na maana kama mtakuja mmejiandaa dogi wenyewe, mkifunga tu goli la kwanza itawaletea sana matatizo. Lakini kama all in all tunakuja kupambana kama tunapambana na timu nyingine, mechi itakuwa ni ngumu. Wachezaji gani ambao unadhani ni wa kulindwa ama kuchungwa zaidi kwenye hizi timu zote mbili, kwa upande wa Yanga na kwa upande wa Simba? Kila mchezaji ni hatari. Kila mchezaji ni hatari timu zote. Okay. Ndio maana kwa 11 kwa 11. Kila mchezaji ni hatari. Okay, sawa. Kama kuna jambo lolote ambalo unahisi kwenye dabi wewe litakuwa lina katika kufuatilia kwako unawaga kwamba linakukosha sana kwa siku za hivi karibuni ni lipi? Performance ya timu. Ya timu zote yani. Okay. Kiasi kwamba performance ya timu zote sasa hivi yani wanaonyesha ni kitu gani ambacho wanaenda kufanya. Hivi kuna ugumu gani kutoka kwenye timu Simba kwenda kwenye timu Yanga au kutoka Yanga kwenda Simba? Bana kwangu mimi binafsi haikuwa ngumu kwa sababu mimi career yangu yote ya mpira mimi nimecheza klabu ya Kariakoo. Nilikuwa natoka Simba naenda Yanga, natoka Yanga narudi Simba, natoka Simba narudi Yanga. Kwangu mimi ujue. Lakini kwa wengine sijui. Lakini kwangu mimi ni normal kabisa the way performance yangu ilivyokuwa na stick yani. Nikitoka huku nikienda huko wote nakubali, nikitoka huku nikienda huko wote nakubali. Pressure mashabiki ilikuwa kutoa mchezoni? No, pressure ilikuwa inatoa mchezoni yani kwa sababu the way ukiwa na focus na kazi yako. Nilikuwa najiangalia kwanza mipira mitatu ya kwanza. Ukiona mipira mitatu ya kwanza imeenda tofauti kabisa, muombe mwalimu tu pumzike. Sasa hivi wachezaji wanakuwa wanaogopa kufanya hivyo, yani ni kama wataonekana kama wamefeli, unawashaurije? Mimi naweza ngasema bwana, mpira una kitu kimoja. The way unaweza ukawa leo umejiandaa vizuri, lakini unapofika ile sehemu ya pitch unajikuta ni mwili tu umekataa yani. Yaani automatic tu mwili umekataa tu yani. Lakini mimi naweza nikwambia kitu kimoja yani, all in all focus na kile unachokifanya. Waamini kile unachokifanya.